Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu yangu mtazamaji kokote uliko duniani, wallahi hili linastaajabisha sana. Kwa masikitiko makubwa, wako baadhi ya ndugu zetu duniani wamefanyiwa husda kwa maana ya uchawi, yani mtu amerogwa maradhi. Wako baadhi wako vitandani, mtu ana miaka 7, 8, 9 mpaka miaka 10, ametibiwa magharibi, mashariki, kusini, kaskazini, ameshindwa kufanikiwa ima kupona. Kuna mwingine ameharibiwa maisha yake, alikuwa na uchumi mkubwa, lakini wallahi uchumi umeanguka na amehangaika sana, ameshindwa kufanikiwa. Lakini kuna mwingine amefanyiwa kwa namna atakavyokuwa amefanyiwa, ili mradi tu husda na maradhi na mazonge na mabalaa yamemkuta. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Lakini kinachoumiza zaidi ni kwamba wako baadhi ya watu Mwenyezi Mungu amewajalia kuzijua fani za kuponya uchawi, sawa. Lakini tunasema uchawi ni nini? Uchawi ni siri. Uchawi hauwezi kuwa unazungumzwa tu kiholela holela, sawa. Uchawi ni siri baina ya anayeroga na anayerogwa, kwamba mtu huyu katumia vizimba vya aina gani, katumia vikomero vya aina gani katika kumroga mtu huyu. Kuna mwingine mtu kabla hajamroga anamwekea kitu kinachoitwa GPRS, kwa maana ya chale tochi, sawa. Zinaweza zikapelekwa ziwani, zikapelekwa baharini, zikapelekwa kaburini, zikapelekwa sehemu yoyote, sawa, ili mradi kuleta usumbufu katika watu wanapofanya juhudi katika kuleta matibabu juu ya mgonjwa huyu, sawa. Yote watu wanayafanya haya, hawana hofu ya Mungu, hawajui kama watakufa, na Mwenyezi Mungu atakwenda kuwawajibisha juu hayo ambayo wao wanayafanya. Lakini sio hivyo, sawa. Anatokea mtu bila huruma na bila imani, sawa, anakuletea mizizi ya mbaazi, mizizi ya mkunde kunde, sawa, chumvi ya mawe, msaka uchawi na kiapo. Hatukatai kwamba sio dawa, ni dawa, lakini kwa namna ya maradhi ambayo yanaendana na dawa hizi. Wewe umerogwa sihiri ahlal kuhania, kwa maana wachawi wote wamekutana wa kitongoji kimoja, kila mchawi akatoa katika hazina ya uchawi wake, sawa, wakakunuizia, wakakufanyia wewe. Sio uchawi mkubwa, ni uchawi mdogo, na ndio maana umepelekea kwa muda mrefu kupata maradhi ambayo yameshindwa kufanikiwa kwa muda mrefu, sawa. Kwa hivyo mtu anakufundisha vitu hivyo, ima anakuja kukuuzia dawa hizo, ana uhakika kabisa kwamba dawa hizi haziwezi kupambana na maradhi yale. Hatukatai kwamba uchawi hauponi, uchawi unapona, isipokuwa kwa ziko dawa maalumu ambazo zinaweza zikatibia uchawi wa aina fulani kwa namna fulani, sawa. Sasa mtu anakufundisha vitu hivyo, unachukua mizizi ya mbaazi, turatura, chumvi ya mawe, anakwambia inaondosha uchawi wa aina yoyote. Tena anakuwa na confidence 110% kwamba ukitumia hii inaondoa uchawi wa aina yoyote, tumia utapona. Ndugu yangu, wakati mwingine tusiwafanyie istihzai watu wenye maradhi, watu wanaoumwa. Hakika ule ni mtihani, ungekupata wewe ama mimi, tungesikitika, tungelalamika, sawa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun, yale msiyojua waachieni, waulizeni wenye kujua, sawa. Isiwe njaa ikapanda kichwani ikatupeleka mpaka ikafikia hatua kwenda kuongopea watu na kuwafundisha watu na kuwachukulia pesa zao vitu ambavyo havifai na haviwezi kuwaponya katika maisha yao. Tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni maisha, ya kuwa maisha isipokuwa ni wanga tu wa kidunia huu, unatudanganya, sawa. Halafu ukiangalia vitu hivyo, mizizi ya mbaazi, chumvi ya mawe, kiapo, msaka uchawi, gharama yake haizidi shilingi 1500. Sasa tujiulize, mtu huyu aliotumia mahela chungu mzima, malaki chungu mzima ya kujitibia, alikosa 1500 ya kununua vitu hivyo, sawa. Lakini kwa sababu ya yeye ni mchache wa taaluma, kwa sababu yeye hajui, wewe unaringia kwa sababu unajua 1 2 3, kwa hivyo unatumia njia ya kumuongopea. Wallahi ni mtihani, na hata wewe ni shahidi. Ukiingia katika mtandao humu utaona mambo mengi sana ambayo yamefanyika kuhusiana na swala kama hilo. Inshallah Allah tuepushe.